Chukua vipande ufunge kwenye vitambaa. Kazi inaenda kuishia kaburini. DNA wanarogana, DNA watu wabaya, DNA DNA wanarogana, DNA watu wabaya, DNA. Kazi imekwisha. Nifuate. Kwanza kazi. Inatakiwa zunguke mara 3 hivi. Alafu tunachofuata kuendelea na kazi yetu. Nani kilele? Naona kweli hili ni kaburi la muda mrefu. Zaidi kabisa inanionyesha kule ni kichwa, huku ni miguu. Safi sana. Inatakiwa uanze kazi yako. Chimba katikati ya kaburi hapo, ufukie mdoli. Inamaanisha tufukie nyota yake kabisa isipatikane. Safi sana kwa kazi yako. Sasa tutakutana kwenye majukumu mengine. DNA wanarogana, DNA watu wabaya, DNA litamani nikutunze, litamani nikubebe mwanangu, daima nikulinde, nikufunze wewe. DNA 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 DNA.
sayansi. Pole kwa kusubiri muda kadhaa. Asante. Sasa mgonjwa wako tayari nishamfanyia matibabu. Sasa anaendelea vizuri. Na hapo nimempa mapumziko kidogo. Nimemchoma sindano ya usingizi ili baada atakapoamka aweze kuruhusiwa. Shida hasa ilikuwa ni nini? Kwa sababu nilishtuka sana kuona amemwagika damu nyingi. Nikajua huenda hata mimba yenyewe itakuwa imetoka. Nikuondoe shaka kwa hilo basi. Unajua wamama wajawazito wakiwa katika hali kama ile, hiyo ni vitu vya kawaida kuwatokea. Kwa hiyo ndoa hofu. Mtoto yuko sawa na mama yuko sawa. Ndio maana nimefanyia matibabu ipasavyo. Kwa hiyo naweza kwenda kumwona. Sawa, hapo nimemchoma sindano ya usingizi ambayo anaweza kutumia ndani ya masaa 2 au lisaa 1.5. Kwa hiyo kama unaweza kwenda kumsubiri nyumbani ndani ya huo muda na uje kumchukua ndio sawa, la sivyo kama unaweza kumsubiri hapa hayo muda ukishafitimia mchukue mtoto wako na ondoke nao basi ni sawa. Sasa dokta, mimi kwenye hao machaguo mawili naomba nichague moja la kusubiri. Kwa sababu kusubiria masaa 2 si mengi kama kusubiria mtoto ndani ya miezi 9. Sawa. Kwa hiyo mimi naomba tu nimsubiri. Sawa. Penda kupongeza sana kwa baba bora. Kwa hatua na mkeo. Safi sana. Na huu muda wa kupata chochote kitu. Sasa ngoja mimi bwana nikapate chakula. Usenita. Chakula. Haina shida, mimi niko hapa. Sawa. Wewe msubiri hapa. Sawa. Sasa sio natoka hapa mimi naenda zangu kazini. Uendelee kulala matunda. Sababu unajua fika kabisa kila tunapoenda kliniki, daktari anapiga kelele swala hilo hilo kwamba damu yako ni ndugu. Kwa hiyo hizo mboga za majani, sui matunda haya, kunywa sui vitu gani sui ambavyo unajua sasa haviongezi virutubisho wala damu katika mwili wako. Achana navyo. Zingatia tu matunda na mboga za majani. Kila tunapoenda kliniki naambiwa tatizo hilo tu kwamba damu yako inapungua kiasi ambacho sio cha kawaida. Sasa sio mimi nahangaika kupambana ili mtoto wetu aje apate kuzaliwa na afya njema. Fanya matunda si kwa ajili yangu. Sawa, lakini unatakiwa ule kimpangilio. Sawa. Ukoza kubwa bwana. Kamdomo wenyewe kako wapi? Sasa mbona pale wamnandi? Yaani tena unataka utumie vitu ambavyo unajua fika kabisa kwamba daktari ametoa ushauri kwamba sio vizuri kwa afya yako. Na unataka kutumia hivi. Asi. Nikusaidie nini? Mimi nataka nikusaidie kitu kimoja. Umwangalie kwanza yule mgonjwa. Ukimpuzia unaweza kumpoteza yeye na mtoto. Nimekuelewa, ila naweza nikafahamu jina lako. Sio muda sasa hivi wa kunifahamu. Shika hii dawa.
Usiogope, shika. Ya kazi gani sasa? Hiyo ndio nataka umsaidie. Ukipuzia hakuna chochote ambacho tambulia. Sasa umenikabidhi dawa. Sijui hata matumizi yake. Subiri sasa ndio nakupa matumizi yake. Nenda umchanganyishie kwenye matunda. Pia hiyo dawa ni siri. Mimi na wewe. Mgonjwa haitakiwa ajue. Umenielewa? Umekuelewa? Haya. Siku njema. Sasa Hansi, kwa kuwa mshamfikisha sawa, ndio bakeni. Nawaomba msubirie nje. Yaani sasa hivi hapa naomba nisubiri nje ili bakeni kazi yangu mimi. Hansi, changamkeni nisubirini mimi. Litamani nikutunze, litamani nikubebe mwanangu, daima nikulinde, nikufunze wewe.